Kwa nini mtu akizungumza ukweli kukupingeni mnamchukulia kwamba kanunuliwa? Kwamba huyu hafai, huyu akamatwe? Mbona wapo watu walitoa maneno mabaya kweli kweli, lakini mkusema akamatwe? Kuna wachungaji walikuwa wakisema kila siku hapa Samia atakufa. Kuna jambo baya kama kusema rais atakufa? Hapo nyuma kuna watu wamehamasisha watu wachome vituo vya polisi, na hata yaliyotokea, nyinyi kama kweli kweli Chadema ni waungwana, ni watu, mbona mkulani? Hata kulani tu, msiungane na serikali, kulani tu na kutoa angalau pole kwa watu walioharibikiwa mali, hamkuonyesha. Alafu unatuambia kwamba nyinyi Chadema ni waungwana. Wewe makamu mwenyekiti wa Chadema, hizo nguruwe ulizokula juzi Mbeya na matoke na viazi mbatata ukavimbewa, ukapewa na Kimada wa Kinyakyusa ukalala naye guest, wenzako kumbe wanakufuatilia, tuna watu wetu, leo nataka kujifanya kama. Alafu ulivyokuwa Zwazwa, Chadema wanasema kwamba wakichukua serikali wataifanya Zanzibar kuwa jimbo. Angalia huyu mtu alifukana na akili. Wataifanya, ndio Chadema wanasema Zanzibar itakuwa jimbo, yani nchi itakuwa jimbo. CCM wameifadhilisha kidogo Zanzibar, wamechoka kidogo, ni sana. Kwa sababu Zanzibar wana bunge lao, wana rais wao, wanapiga kula ya rais wao wa Zanzibar, wanapiga kula ya rais wa muungano. Sasa wao kwamba Zanzibar bado wako juu kuliko sisi. Wana sheria zao wanatunga, wana katiba yao, wana bendera yao. Wao kwamba CCM imewapa heshima sana wa Zanzibar. Mzanzibari anaweza kuja kugombea urais huku na kagombea Zanzibar Mzanzibari, lakini Mbaro hawezi kwenda kugombea Zanzibar urais. Wao kwamba serikali ya CCM imewaheshimu sana wa Zanzibar na imewabeba wa Zanzibar na inawapenda wa Zanzibar. Sasa wao unaungana Chadema wanaosema kwamba wakichukua serikali Zanzibar itakuwa jimbo. Wewe ni kama huna akili. Sasa mimi na wewe nani ambaye najisi kuingia msikitini, wewe au mimi? So mimi najisi hata Zanzibar, umenajisi hata msikiti wa Zanzibar, si wewe? Wewe umekula nguruwe, mimi si nguruwe. Umekula pombe na umenyoa ndevu zote, kidevu laini mwanaume. Nani hapa anaonekana yuko sawa sawa? Nimalize na kusema, angalia Chadema ilivyokuwa mazwazwa na huyu makamu mwenyekiti. Anasema polisi mimi wanidhibiti. Nyinyi mmesema muitambui serikali. Sasa polisi watanikamataje na mmesema sio halali? Serikali iliyopo ni serikali ya CCM. Rais Samia ni rais wa CCM, katokana na CCM. Na Rais Samia ndio mwajiri mkuu wa taasisi zote za serikali. Polisi, jeshi, usalama wa taifa, magereza, uhamiaji, TAKUKURU. Hao wote paka walimu, madaktari wa serikali, wote wameajiriwa na rais ndio mwajiri mkuu. Wako chini ya serikali ya CCM. Nyinyi mnasema muitambui serikali, mumtambui rais. Sasa polisi watafanyaje kazi wakati nyama watambui? Simameni kwanza muitambue serikali halali ya Samia. Mtambue kwamba serikali ni halali na CCM ni chama halali, kiliteua rais halali. Sasa ndio mpeleke madai yenu polisi. Na kama mfanye hivyo polisi hawezi kuwasikiliza. Ila kwa kuwa kamati itakuwa ni halali. Kama mmtambui sawa, kwa kuwa kamati Chadema polisi bado ni halali. Kwa leo nimependa nizungumza hili kwamba unijui bado bwana Said, hujanijua. Dada yangu huyo nani huyu Hilda aliyenitoa kwenye mitandao, unijui Hilda, amewaambia mimi nilikuwa jambazi. Nikafanya ujambazi Tabora, nikavunja duka. Baada ya kuvunja duka la hiyo wenye asila kali wakanishambulia, wakanivunja mikono, miguu, mbavu. Baadaye polisi wakaja wakaniokoa. Hilda, sasa wewe ndio mwanasiasa muongo namna hii? Hilda, wewe muongo. Yaani hata watu wanakushangaa. Akajifanya kusilimu kwamba nimesilimu baada ya kuvunjwa mikono. Hilda, mimi nilipata accident ya gari. Labda nikwambia dada yangu, hii mikono, miguu, nini, hii accident ya gari. Na nikwambia daktari aliyenitibu yuko pale CCBRT. Anaitwa Dr. Frankie. Nenda kaulize Dr. Frankie, bingwa mifupa. Yuko hapo, kamulize ulimtibu Mwaipopo aliletwaje hapa, atakwambia. Sina mambo ya kuficha, unaonekana mtu mjinga tu. Nenda Muhimbili kaulize wodi ya Mwaisela, nimelazwa pale. Nimelazwa pale. Sasa ni mtu mjinga, ni mtu wa ajabu. Ujitambui. Kwa hiyo mimi sibabaiki na maneno ya jikoni. Mimi nababaika na maneno ya wanaume ambao wanaume wanazungumza ukweli, wenye ndevu, wakisimama hapo nasema hawa ndio wanaume.
Mwanaume anazungumza na mume nyoa ndevu zote, wewe mwanaume. Kwa hiyo nimependa leo niwaambie, niseme haya, vijana wapo wataendelea kunyakua na watanyakua kweli siku hiyo, tunakusubirini tu. Kama mkipita au maeneo mtaona. Serious, mkipita au maeneo nyewe wanaume kweli. Haki ya Mungu. Yaani mkipita au maeneo nyewe wanaume kweli kweli. Na kamanda mmoja yule kule ndio anaongoza vikosi vyote. Na kishangiana wasiwasi anacheka tu. Anaongoza vijana watali. Au vijana ngumi jiwe. Sasa tokeni. Tumeshasema sisi hatuwezi. Ukituambia polisi wapo tena wengi wa kutosha. Polisi wana uwezo mkubwa, lakini na sisi raia lazima tulinde maeneo yetu. Lazima tulinde. Kijana yeyote atakayejipendekeza kutoka kwenda kwenye maandamano, akirudi salama, tunamdaka, tutampeleka polisi wenyewe. Kabisa. Yaani haya sio ya kuficha, ni watu waambiwe wazi kabisa. Hatuwezi kusupport uvunjifu wa amani. Na hayo sio maandamano, ni vurugu. Mmeshasema mtachoma shule, mtachoma vyuo vikuu, mtachoma hospitali, mtachoma vituo vya polisi, alafu muue wake wa polisi na watoto wa polisi. Sasa mkimaliza polisi si mtakuja kwa raia? Tuache kujipanga. Kwani sio wapumbavu? Na hao polisi wenyewe mtawafikia wamekuwa wajinga. Polisi wa sasa sio polisi wa zamani wa chips kavu baba. Polisi wa sasa wote ngumi jiwe. Akikwambia kaa chini, kaa. Ukifanya mchezo utatoka meno yote. Baada ya kusema muogo utasema mohoho. Nafikiri nishie hapa. Huo ndio utaratibu wetu. Ukiniuliza wewe nani, mimi mzalendo, mimi Tanzania. Mimi raia mwema. Na haki ya kulinda nchi yangu na familia yangu. Lazima nilinde nchi na yani ni lazima tulinde nchi yetu na familia, ni lazima. Na lazima tujiweke uzalendo wa kupenda vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Vipo kwa ajili yetu sisi. Ndio maana jeshi likaitwa jeshi la wananchi. Jeshi letu sisi linatulinda sisi. Polisi ni walinzi wa raia na mali zetu, wanatulinda sisi raia wema na mali zetu zinalindwa. Sasa kwa nini tuwachukia watu? Usalama wa taifa, wanalinda taifa kama walivyojiita. Kwa nini wachukie? Kwa yani ukiona mtu anachukichuki na hivi vyombo, huyo mtu mtilie walakini. Hata siku moja mtilie walakini, huyo ni adui wa nchi. Mimi nakueleza ni kweli. Sasa Chadema mmeingia cha kike safari hii na mmekaa kwenye kuti kavu, muda wote linaanguka. Mkisimama Nchale, mkikaa Nchale, mkilala Nchale, uchiteme wala uchimungunye paka kwa Njumbe. Hiyo nginja paka kiteleweka. Mungu ibariki Tanzania, ibariki Afrika. Bye bye.